Tusome kitabu cha, naona wakati umeenda sana, but tulikuwa tunafanya recap. Unajua ni ile kutayarisha ground. Nilikuwa na waangalia. Mliniangalia na mimi nikihubiri huko. Hata nyinyi najua mliniangalia. Nilipatiwa huko wa Nigeria wako na kanisa, wa Kenya hana kanisa. Alafu una expect umehika kutalika niki. Redeem dire papa anaita papa what? Adebayo. Papa Adebayo ako na kanisa kubwa kule, that they gave me the platform, they gave me their church to preach to Kenyans. Baba Adebayo. Adeboyo. Papa is Papa Adeboyo. And I was happy for them because hakuna kanisa ya Kenyan. Hakuna, yani wamekaa tu hivi vuguvugu, na tumefungua kanisa hapo mahali hapo tu karibu Deira, pale panaitwa Deira. We have opened a church there. If you want to go there, we'll give you contact. Kuna kanisa huko, and also the people huko nimesema washuku watafutwe wale wako na shida. We open up something for them to help them. We need to help them because they are in a mess already. We need to help them come out of the mess. We need to assist them for those who need to be assisted, and also make them realize that they have the potential to become better people. Therefore, in a nutshell, tunasema we are going mwezi wa 6 ama wa 7 there. We will be going there sasa ku inaugurate, ku raise the altar huko. Itetee gafu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Simpigie Yesu makofi. It is one of the greatest achievement ambao Mungu amenikubarisha. Na sasa tunaanza kujipanga, tunaenda Kirinyaga kulonji vita ya LGBTQ, pope na madawa ya kulevya na any evil ambayo imerushwa huko. We are going to launch it, and it's going to be fast and furious. Na tunaenda ku breathe fire. Sema fire. Tunaenda ku breathe fire until order is put. Kuna mtu kunyandua mtu mwingine hapo hivyo. Vijana wetu tutawatafutia wademu. Sasa angalia msichana kama huyu, umeharibiwa, huyu ameharibiwa. Sasa mnaangaliana tu hivi. Unajua kile kiubwa kimsee hakina meno, kinaonaka tu bunini, nyama ikikuliwa akiwezi kukula, kinakaka tu pale kando kinalia, lakini aliaga kinamwaga machozi hapa hivi. Because you are toothless, there's nothing you can do. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako, we must save this generation. Mwambie, mimi sitaenda maandamano ya Raila, lakini I will save my generation. There's no need. Hakuna haja ya maandamano ya Raila. Of what benefit is bringing us? There's no benefit. Whatever they are doing is wrong. They have been in power with Uhuru Kenyatta. What did they change? Ruto angefanya nini? I'm not a good supporter of Ruto. I'm not a good supporter of Ruto. Meaning I'm not his supporter. But when it comes to logic, natumia akili, niko na akili ya kujiuliza, yes, huyu msee wamekuwa na Uhuru, hii marriage yao, sheki hadi, ni sheki hadi. Yo all 10 years. Yeah? The same problem anafanyia maandamano, we had it when he was in control, when they were buddies with Uhuru. Ama ni changa tu walikuwa nakunywa State House. Watu wachie ujinga. Hapana. Si wampatie, hata kama wampatie 1 year, tuone venye atafanya. Wewe umeharibu economy, mlipora. Siku moja ile walikuwa na hesabu kula. Siku ile walikuwa kuna hesabiwa kula. Harambe House kwenyewe kuibiwa 200 billion shillings zilibebwa zikatoka. Na huyu Kevuchi na wengine walichukua one day, wakachukua wakaenda nazo. Nao unakuja unaambia mtu tunataka ulisema 100 days tupatie ama to get State House. No. Hiyo mambo ya free mason watu wachishe. Hiyo mambo ya na usikue Mjaruo sasa, kwa sababu ni Mjaruo uende ukarusha hata kwa sababu yeye Uhuru ni Mgikuyu uende ukafanya. No, use your brain. This is a time to use your brain. Let's love our country.
Wacha tutakie country tukifanya maandamano, kazi imekuwa, mabarabara zimekuwa, we are losing more. We are not getting anything. We are losing. The more we do the demonstration, the more roads zinafungwa, the more the economy, mafuta hiyo imepanda, kila kitu inapanda. Sasa mtu mnataka afanye nini? Mimi simpendi, lakini mnataka afanye nini? Ati juzi kupendi, sasa nikute umezuiliwa kukula, ni support usikule? Hapana, nitasema mpatieni chakula na nitakusaidia tu apige, alafu nikuulize, najua sikupendi. I want us to make a prayer to God. Psalm 71. My subtopic is, forsake me not when my strength is spent. Forsake me not when my strength is spent. When I don't have strength, wakati sina nguvu, wakati sina uwezo, wakati sijiwezi, sijitambui, you ask God, forsake me not. Usiniache Baba, usiniache wakati nguvu zangu zimeisha, wakati maadui wameniinukia, wakati hawataki kuniona, wakati wanapigana na mimi. Pigana nao ambao wanapigana na mimi. Fanya njia zao zikuwe telezi wanaonifuata. Fanya milima ikuwe mitelezo. Wao wanataka kunimaliza. That is the prayer I want us to make today. That is the prayer that we want to surrender to God. Mambo ya kujipigania tusijipiganie. We surrender to God and we ask God, this is time we are surrendering to you, that you may touch our hearts, that you may change our lives. Just the way huyu msichana amebadilika. Alikuja hapa akiwa na kipuri, sasa hayuko na kipuri. Alikuwa hapa akiwa rainbow, she is not rainbow. Alikuwa hapa akiwa na hizi matakataka, wacha tusipige teke. Shetani kata. Shetani na mpiga teke. Kuna hiyo imetasema Satani mpiga nini? Ile bago aje? Waibaji, waimbi. Hiyo achana na hiyo. Kuna mwingine mateke, sio hiyo. Hiyo ni yakale ule size 9. Kuna ingine ya jamana kwa amekatwa mkono hivi. In you, O Lord, do I take refuge. It is only in God that we take our refuge. Nowhere else. Not in your brother, not in your mother, not in your cousin. Psalm 71. Not in your father, not in your mother, not in your cousin, not in anybody we take the refuge. Only in God we do take our refuge. In you only. And that is the beginning of wisdom. I'm training you today how to win spiritual battles, how to conquer, how to attract God in your challenges. You have faced challenges. You have been fought. Umepigwa, umengangana na umepitia hali ngumu. Not because you are supposed to be weak, not because that you don't deserve, not because you are not a human being, but because you don't understand how to go before God. Hauelewi jinsi ya kwenda karibu na Mungu. Maana lazima ukuwe na kitu ambacho itakupeleka karibu na Mungu. Na kukwenda karibu na Mungu lazima upatiane Mungu, ujipatiane kwa Mungu, na Mungu atakubadilishia maisha yako. Maisha yako itabadilishwa. Anasema let me never be put to shame. You see, it is all about God. You don't go fighting for yourself. You don't go challenging people or stopping or trying to bribe so that you usiwekwe kwenye shame. Aumbia Mungu, don't put me to shame. Usikubali baba yangu. Usikubali nikaaibika. Mimi ni mtumishi wako. Mimi ni mtoto wako. Usikubali. Mungu wangu, ninakuomba tu nisaidie. Nishike mkono maana siwezi. Nishike, nipetee nguvu ninapopungukiwa. Kwa sababu tunapungukiwa. Huyu msichana anasema aliingia kwa nini? Aliingia huko kwa sababu alifanya tithe, alifanya sadaka, alifanya maombezi, alifanya kila kitu, but nothing was working. Most of us here, we are facing the same challenge. We have tried every best. Ndio kufika kwa Waruinge, umeenda makanisa mengi, mpaka unasema gai, hata kama ni yule wa ile, acha tu niende labda huko ndio Mungu wako.
Lakini haja kuja hapa si mwanzo wake. Kule ameenda, ameruka. Oh, and nothing is working. Mpaka amedecide wacha niende. Yes, we sometimes tunafika kwenye level ambayo is so difficult for us to come out. Tunafika kwenye mateso. Watoto wako wote, none is working. None has anything. Vita zimeinukia nyumba mzima. Watoto wako na shida pandi, wewe uko na shida, baba ako na shida. Nobody is there to help anyone until umeenda makanisa. You started going when you are virgin. Your virginity was broken when you got married because you feared and you just loved God. Only kujikuta the situation is so hard for you. Life is completely is not working. That is the time most of us wanaanguka, wanatoka kwenye mapenzi ya Mungu. But ole wangu, ungejua tu kumwambia Mungu kitu, sio kutoka kwenda. Ungejua tu kumwambia Mungu kitu, umwambie, oh my Lord, help me this. Nimeshindwa, nimefika mwisho, sina kitu naweza kufanya, nahitaji msaada wako. Kuwe kuzuri, mtegemee Mungu. Kuwe kubaya, mtegemee Mungu. Kuwe umefika mwisho, mtegemee Mungu. There is no way you can be. Kwa Mungu kuna kila kitu. Kuna wakati mimi nilikuwa nimefika mwisho, walikuwa wananinyonga, wakaniweka kwenye ile mashini la kunyonga. Naona unaenda kukufa, but there is nothing you can do. Wamekufunga kitambaa kwa kichwa, wamekufunga mikono, wamekufunga na miguu na nyororo. Mguu huu umeshikwa na nyororo, mguu huu mwingine, mikono imeshikwa na hii. Unapandishwa na mashini, alafu unavalishwa. Kisha Father anakuja anakuombea. Anasema, anatoa sala zake. Anasema sasa wewe nenda safiri salama. You know now I'm dying. You know I'm going now. There is nothing I can do. I am going now. Lakini ukiwa mbali unamwambia Mungu, nimefika mwisho wangu. I need your help here. I need your assistance here. I need you to care. I need you to stand with me. And all of a sudden God comes in and makes sure the machine does not kill you. Wanafinya button zao, machine inakataa. Inasema, this soul I'm not taking. Inasema, this comes from heaven. The helper who is in heaven comes instantly when you come to the end. When your personal thinking and personal emotions comes to an end, that is when God takes over. Until the way you think, the way you look at things, and the way you do things comes to an end, that is when God will come. But if still you are fighting with your experience, you are fighting with your knowledge, you are fighting with everything that is around you, unastili kungangana, unataka kukua, I can assure you God will never come. This prayer of Psalm 71 is done by the person mwenye amefika mwisho na experience zake, mwenye amefika mwisho na elimu yake, mwenye amefika mwisho na pesa zake, mwenye amefika mwisho na majina yake, mwenye amefika mwisho na uwezo wake, nia zake, mipango yake, mwenye amefika mwisho. That is when you apply Psalm 71, because that's the time now. God will wait until ufike kwenye hiyo level, because he will never share his glory with you. He will never sit down to argue with you ati mwanze kupagana ati wega ile ule togweka ogo kunegera tithe na weki ogo. No, that is bribing God. If you've ever gone to church, umetoa pesa, umetoa mafugura 10, umetoa kila kitu for God to heal you, that's bribing God. Give because you are giving God, not because of the problem you are in. Hiyo shilingi yako 1000, keep it to you until when you are ready to give it, because you are giving God, not because of the situation. Ate daruta agiriko minege da ojo holiday maisha makwa. No, that is higher purchase. You don't give God anything. No, we always give God because he is God. We surrender what we have to God because all that we have belongs to him. Anything that you have belongs to him. It doesn't belong to me. It belongs to God who is in heaven. Therefore, you cannot demand from him by paying him. Because most of you come here with your hand 1,000 shilling, 2,500 because you want to blame God. Lakini jana ningekuomba hiyo 2,000 ukiniambia sina wera, ziko na kazi.
Lakini umekamatwa na kiishu, sasa hiyo ndio nakuja kuwekelea hapa. Hata unaiwekelea mpaka unaichukulia venye umeiwekelea. Naiangalia vizuri. Nasema wewe unifungulie maisha, si umesikia? Si umesikia unifungulie? Najua wewe nimekutoa, hata moyo wangu umelia, na ile sadaka inatolewa kwa moyo unalia, hiyo ndio inafanyaga kazi. Ufanye kazi, umesikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Those people who give because of a situation they are in, that is not giving. That is bribing. And you know, corruption is all over with the Christians. We don't bribe God. You can't bribe God. Give always. When you are healthy, that is the time you surrender to God. When you are at peace, that's the time you surrender to God. When you are when you unakula matunda mazuri, saa hiyo ndio unamtaja Mungu zaidi. Saa hiyo ndio unasaidiana zaidi. That is the time you give more. When yuko sawa kabisa, ndio siku ile utakuwa kwa ubaya, hiyo ulifanya itakutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezekia aliambiwa na nani? Na Isaiah. Akaambiwa prepare and go. Hakuongea na Isaiah. Aliangalia Isaiah akamwambia umemaliza mzee? Akamwambia ndio. Ezekia alirudi kwa ukuta. Akasimama akaambia Mungu, kumbuka kitu kimoja nimewahi kufanya kikakufurahisha. Only one. He didn't want to mention two. He didn't want. So what you do when you life iko sawa, what you do when maisha yako sawa sawa is an investment for tomorrow. It will stand. Ile sadaka yako ulitoa wakati ulikuwa kijana barubaru, wakati ulikuwa na kunywa vizuri, wakati ulikuwa natembea vizuri, hiyo sadaka ndio itakuwa counted. Sio hii umetoa leo. Hii ni kuweka umewekea watoto wako. Wewe utakufa tu. Kama ulikuwa kukufa utakufa tu. Utatoa shilingi 1,100 lakini utaenda. Lakini watoto wako hawataenda, itakumbukwa. So you think God can be bribed, decision yako ibadilike? Stop that. Have a relationship and build a relationship with God. Always walk the way God will want you to walk. Always do things the way you will want God to do things. Just love God, because God is not man. God is not wicked. God is not stupid. He knows what he's doing. And he loves you. That is why he has given you the opportunity. That is why he has given you this chance. Now do good things when you are at the position of giving. Don't give things. Don't give money. Ukuja kuniambia darebesha. Ni moja. Darebesha. Nilikuwa na pesa. Kama ni siku hizo ningesema tu hizi vitu zote zibadilike. Sasa nakwambia, so zilienda wapi? Kai, shetani alikuja akaniingilia. Zikakuja zikaenda zote. Nani alifungua mlango wa shetani? Because shetani hakujagi bila invitation. Both God and the devil, we invite them. The devil will not come. Hiyo shida uko nayo unasema ni ya shetani. Who invited the devil into your life? God is not nimemfanyia. Nimemwambia sema Bwana Yesu, nimekuja. Nisamehe dhambi zangu. You invite Jesus. Jesus will never impose himself to you. The same, the devil himself, Lucifer, will never impose himself to you. Kama unakuja kusema shetani amenipiga, shetani amenifanya, you opened the door, you invited him, and you gave him a seat. That is why he's seated in your heart. Until you are able to know that God is invited and the devil is invited. Hii story ingine wachana nayo. Kama shetani amekushambulia, you are the cause. Don't kuja tabia de shetani amenionea. Nimenyalirwa. Mundu wa Ngai kiugo kimwe tu. Kwenda na hiyo kiugo yako moja. You invited him. Na mimi nakwambia hapo moigate. Fukuza. Nani? Huyo shetani fukuza. Sasa Mundu wa Ngai, hapana. Anaishi kwa moyo wako. Mtoe kwanza. That is it. Shetani haishiki kwa nyumba, anaishiki kwa moyo wako. Na hii moyo nani alifungua moyo? Ni wewe. So kabla ukuje nikupatie neno moja, kabla ukuje for that one word, Father kwa wape umurute. Nigetha tuhote kwaria. Nigetha bosi yako agaire to ningigwa koneka ina bosi ino yako ali tumutafutie nafasi. Si ndio? Huwezi kuigiza mtu kwa nyumba ya kukoboa na kuna mtu mwingine tenant. You must remove the one ule yako bele ndio weke tenant mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama unajua
shetani amekupiga. Kama unajua you are under attack now, kama unajua biashara yako imeanguka, kama unajua familia yako is not upstanding, kama unajua you have a challenge from the devil, mtoe kwanza. Ndio mkono wako sema shetani, najua uko kwangu, najua uko kwa moyo wangu. Inua mkono juu. Kila mtu inua mkono juu. Tei wetu ule muriega, ule muria hono kumugathie ginya kweteni huko. Sasa sema shetani, inua mkono mzuri, nyosha mkono. Nyosha mkono kama hauna irisi kwa jegeke. Inua mikono yote mbili sasa. Sema shetani, inua mikono yote mbili. Inua mikono, sema shetani. Kutoka leo. Hama kutoka kwangu. Kwa sababu bosi anakuja. Sema bosi anakuja. Bosi anakuja. Sema amen. In Jesus name. Your deliverance is already done. Your deliverance is already done. That is the simplest thing you can ever do. Hivyo tu, hiyo shida unapitia brother, ni shetani. Hiyo banki unavuta, hiyo miraa unakula, hiyo sharati unafanya, it's you invited. Ate motivation yako wewe adukata. Nimeshika hebu kuja tena nikushike, wapata story ya kuandika. Atakaka wakiandika breaking news. Nashika hivi. No gwe kumonyitete. Usho muhuja ni agoa. Ana venya nashika watoto. Nye kila kanda kao. Nyitado. Kwenda huko. Nyitado. Kule mtu wakudajita. Siwende ukae. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anaweza kuniagusha. Ni mimi nitataka huyu mama. Ni mimi nitateremsha hii suruali yangu. Hakuna mashini itakuja ishikanishwe padi na padi ati suruali iteremuke peke yake. No, ni mimi. Ni mimi nitaweka kaakili hapa. Huyu mjamaa asimame. Na huyu mjamaa anza akoroge akili yangu, naona huyu mama nilikuwa naonaga akiwa moshongini anza kwa me. Ati nani anaweza kuniangusha? How? Ungekuithia atia? Ungekuithia atia? Tutaenda kitanda na mimi na wewe. Sikukuwekelea hapa. Unajua unaweza kusema nilikuwekelea. Kwa hapa kwa nikakubeba nikakupeleka mpaka kwa nyumba, nikakuangusha chini, nikaambia maguvu zangu toe suruali. Na unateremka alafu kuja toa suruali inateremka. No. Tulikubaliana. Ndio nikupeleke kwangu nikurebu, kwa sababu utaenda kusema nilikurebu. Ulibebwa na ndege gani ikakupeleka huko? Ulikuwa umefugwa macho? Ulikatwa miguu ama ulibebwa? Yani mamiti ya kutoka serious. Acha kukua serious. Umekuwa serious sana mpaka naogopa. No. Never be lied to. If it's me, I'm going to bed to deal with you. I have the desire. I planned for it. Bwana Yesu asifiwe sana. I planned for it. I organized how you are going to go. Na tukaingia kwa kitanda. Troza haikuteremshwa na mashini si hydraulic. Hii troza yangu haina hydraulic. Hii ni mimi nafungua hapa. Natembea hapa nafungua karibu. Nateremsha. Nayekelea pale vizuri. Naenda nafanya misuli na nyorosha. Na kama sina nguvu naenda nanunua kale ka tablet ka blue na mesa. Alafu ndasema shetani amenishabulia. Tenyaliletwa ni ngoma. Ngoma ni wewe ndio shetani. Wewe ndio shetani. Wacha kusema ati shetani amekunyalida. Unajua kuna vitu vingine shetani anayeulizaga Mungu, anataka anauliza Mungu. Hata kweli tuseme ukweli, huyu si mimi. Dire hoti tini eno nego mane na kuokera. Huyu ni shetani kuniliko. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't be holier than thou. Because you ati uliokoka miaka 20 na kunyemelea ndio mnajua kunyemelea. Nani hapa hajai nyemelewa? Niulize kama Yesu mwenye hajafanya achukue hii mawe amgoge. Kuna mtu hapa anaweza kuchukua mawe? Hapa nyinyi wote hapa. Hapa nyinyi wa Kristo ahonokia ya the next 1
1 meter kuingia heaven nyinyi, ama labda mko inside heaven, nipatie mmoja hapa mmoja wenu hapa. Hakuna, including myself. Mimi kwanza ni mbaya, mimi ni kangauro. Najua wanasema kama pastor wengine hawakuwagi na dhambi. Najua kuna mapasta wanakanyaga, unaona venye anakanyanga hana dhambi, na ma security wa kuchunga dhambi isimkaribie. Every single, kama uliamuka asubuhi, kama uliamuka, uliingia kwa the world that is full of challenges. Unaweza kosa kufanya usherati, lakini ulitamania, uliona kimama. Kama sasa ulikuja ukasema, na huyu pastor kwa msupu. Sidio? Sidio, ni kuongea tunaongea. We are talking. It's a general talk. Amen. Alisema hiyo ni matamanio, na Biblia inasema nini? Usitamani. Wewe ambao umetamani na mwenye amefanya, you are one and the same. Usifikirie tu kwenda hapo ndio shida, hata ile ama ile unaona baka uko na bibi hapa, tuseme hebu simama mami, kutoka huyu ni mke wangu, alafu hiki kinapita, hebu pita, hiki kinapita. Sasa tunaenda hivi, kinapita, unakuta naangalia. Na niko na nani? Niko na maembe, niko na baba. Unasikia mpaka bibi anakuuliza nekee modo. Umesahau niko hapa. Already huyo mzee ashakula. Mimi nikikuja, kuna mama nimechugulia hapa, alikuwa msupu sana hapa, ni kitu na polisi nimemchugulia hivi karibu nigoge gari. Nimefanya already, nimekuja hapa, niliingia pale nikajifugia, nikapiga magoti, nikaambia Mungu nisamee, nilikula moto. Every day learn how to repent. Every single minute repent. Because your eyes alone can lead you there. Your ears alone can lead you there. Your mouth can lead you there. Your legs can lead you there. The environment ya uko ndani yake can lead you there. There's nobody who is above. There's nobody who is special. All of us, we have fallen short of the glory of God. That is why every single day, every single second is a second to approach God. It's a second to go to with supplication, with the repentance, and ask God, forgive me. Bwana Yesu asifiwe sana. And you have no single mandate to condemn anybody. You have nothing. Ateshe timuhonoku. Kwenda kabisa, nisikie siku moja ati mwendecho dona tatari muhonoku. Hiyo vinya nimemwangalia hivi, huyu hajaokoka vizuri. Nitakunyanyua kofi uone shetani kwangu. Nani alikupatia barua ya kupima? Ulipima na nini ukajua ameokoka ama hajaokoka? Ulipima na nini? Huyu kimzee unakiona hapa, kimevaa vizuri. Ati huyu mzee wenye namuona hajakaa kuokoka. Hata venye alikuwa amekaa hivi. Sio venye alikuwa anafanya. Kuna venye alikuwa anafanya mikono hivi. Unaona alikuwa na communicate na spirit fulani. Ulikuja kuangalia ma spirit ama ulikuja kutafuta Yesu? Hao sasa wewe ndio wao mnataka kusema, unauliza mlisoma nini? Ni hadi yako gaiwa washoga. Ni kwa nini? Lakini ukimuuliza activity zote zilifanyika huko, atakwambia. Kuna mama alikuwa amekaa huko, amekaa serious, kama amevaa kitegea green, kama amekaa serious. Na huyo mama venye nilikuwa namwangalia, huyo mama huyo anakaa wa devil worshiper. Naenda kwa mwingine hapa. Naona mama huyo alikuwa na blue. Huyo mama alikuwa na blue. Huyo venye alikuwa anaangalia pastor asipojichuka utamsikia. Naenda kwa mwingine. That is nonsense. Because you never came to worship God. You never came to find God. Hukuja kumtafuta Mungu, ulikuja kutafuta huyu kijana. Atiako kwa kijana kanakaa mkora. Kwa kijana. Hata niliangalia upande hii kuna kitu imefura hapa. Hiyo ni buduki. Sasa where did you find time ya kuangalia? Where did you find hiyo mashini ya kujua huyu ni msharati? Ulitoa wapi mashini ukapima? Tukapima tukajua ni kilo ngapi, kilo 5 za usharati. Wacheni tuachike jamani. Jesus himself aliwafundisha, akawaambia hawa watumishi wake, muwe mkiomba.
Hakusema ombeni hivi. Alisema it is a continuous thing. This is how you will be praying. Our Father. What happened? Thy kingdom come. Thy will be done. So it is not our will. It is the will of God. It is the will and the two things that are coming. Thy will be done. And what? The kingdom. The kingdom is the principles, the discipline, the teaching, the doctrine za huko biguni zikuje zikutembele maana hauna. You are empty. Hauna chochote. That is why he said, thy kingdom come. Udhamaki wa igoroke, udhamaki ni sheria za binguni zikuje kwako. Na zitakapofika kwako, the will of the kingdom be done. You don't have a will. When you come to Jesus Christ, there is no will. You don't have a will. When it comes to God, there is no will. You don't have a will. It must be the will of God to be done unto you. It must the will of God for that business to start. It must be the will of God for that church to start. It must be the will of God for the salvation to come unto you. It must be the will of God for anything to happen. And because the kingdom has come, the doctrine, the teaching, the commandments, the laws, the sharias have come. And then the will of those doctrine to happen into you. Hello. That is what we need from heaven. That is what we need from our Father in heaven. We need to be prayerful. And for the will of God to happen to you, you must be prayerful. You must look for God. In verse number 2, in your righteousness, deliver me and rescue me. Incline your ear to me and save me. In his righteousness. Not in my righteousness. Because I am not. Mimi ni tubu. Mimi ni mchafu. Mimi nanuka. Tukieko karibu na Mungu atatoroka bio. Kwa sababu nanuka. Kama mimi pasta nanuka na wewe je? Hebu jinukie. Hebu jinukie, Julia. Kama mimi pasta wenu nanuka, hebu jinukie wewe. Tanukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema with your righteousness, kwa utukufu wako, kwa usafi wako, kwa upendo wako, come to me. Come to me, because none of us can qualify to be called the children of heaven. None of you hapa hakuna ke dunia hii mzima hakuna mtu mmoja hivi qualifies to be called the child of God, because we are all stinking. We are all stinking. Tunanuka. We need God himself, his own righteousness to come unto us. He is the only who is righteous. Ni yeye peke yake aliyo na utakatifu. Akuje atutakaze. Akuje atubadilishe. In your righteousness deliver me and rescue me. Kwa hivyo niko kwenye mikono ya watesi wangu. Na kwa utukufu na kwa utakatifu. Hii imenishika. I need to be rescued. I need to be delivered. It is a prayer. Don't count yourself, I'm holy. Don't count that wale ambao watakatifu wasonge upande huu, wakae upande huu, alafu wale wengine. No. It's talk saying, in your righteousness, deliver me. Come rescue me. I'm held captive. Come rescue me. Nisaidie nitoke kwa mikono ya watesi wangu. Nisaidie nitoke kwenye mikono ya walio niangalie na macho mabaya. Nisaidie nitoke kwa minyororo ambayo imenishika. I need your help, Father. I need you to help me. I need my country ikuwe delivered. I need my brothers and my sisters, wherever they are, the righteousness of God ikuje ndio tuweze kutoka. That's why you have to sacrifice. Ujitoe kama sadaka. Sadaka iliyo safi. So the beginning of your salvation, the beginning of your deliverance, the beginning of everything, it is you to surrender first to God, so that God can do an initiation that will change. Incline your ear to me. I'm telling you, God cannot get his ear. Not si wewe kiburi chako kipeleke kule biguni. It is the ear of God.
and save me. Verse number 3 nasema, be to me a rock of refuge, to which I may continually come. You have given the command to save me. Hukataya. Yani, akuwe jiwe lako la kukimbilianga. Jiwe litakalo kupigania, jiwe litakalo kusimamisha, jiwe litakalo kusaidia ukasimame vizuri. Him alone, he becomes a rock in your life. Surrender. When you surrender to him, he becomes a rock. He protects you. He guides you. He commands the blessings. He commands the protection. He commands everything around you. And nothing will be able to attack you. Nothing will be able to bring you out. Nothing will be able to defeat you. The enemy, the mouth of the enemy will not talk about you. The hand of the enemy will not touch you. The ear of the enemy will not hear you. The leg of the enemy will not come closer to you. The body of the enemy will not even come closer to you. Because God has become a rock unto your life, that you are protected, guided, and covered by the blood of Jesus Christ. It is not a one way out. It is a two way. Both of you and God must be together. Rescue me, verse number 4. Oh my God, from the hands of the wicked, from the grasp of the unjust, and from the cruel man. Meaning this life, there is no single day you live away from this cruel man. This cruel man will ever be with you. This cruel spirit will ever be with you. That is why you need God to come and rescue, to come and cover you. Rescue me, oh my God, from the hand of the wicked. So forever the hand of the wicked is all over you. Every time you move, there is a hand over you. Wherever you go, there is a hand over you. Whatever you do, there is a hand over you. Whatever you think, there is a hand over you of the wicked. And that's why we need God to be able to deliver you. Because you cannot be able to do it alone. Hauna. It is the prayer you need to pray. Tell your neighbor, we are in the prayer. We are praying. We are praying now. We are in serious business. Mwambie we are in serious business. We are, rescue me, oh my God, from the hand of the wicked, from the grasp of the unjust and the cruel man. For you, O Lord, are my hope, my trust, O Lord, from my youth. He is your hope and your trust from the days of your youth. Hello? He is your hope and the trust he is to you from the days of youth. Not from the days of yesterday, from today, not from just a moment ago, but from the day of your youth, from the single day you were born. He is your hope and your trust. Only to him we trust. Only to him we give, we surrender to. Only to him we say indeed, E Mungu wetu, we are here to be saved by you. He is the hope, not in man. He is the trust, not in man. In him alone we have hope. In him alone we have the trust. Ni kuinua Mungu. Huyu mjamaa anamuinua Mungu. You have to praise God. You have to put God in his position. Not getting oh baba rina kete yanda lama keta ya ramakaha. Oh baba ninakuitesha. Sina kazi hata wewe unajua. Sina nyumba hata renti sina hata wewe unajua. Si unaelewa tu watoto watu wamefukuzwa shule. Hiyo ni ujiga. Bembeleza Mungu. Muinue, mpatie sifa kochokocho. Mpatie sifa kochokocho. Anafurahi. God is a man. God is a man. Yes. Teidewaje roke. Hatuna sukari. Hatuna mafuta. Hata sabuni hakuna. Mimi nikupatie. Eh? Hata hakuna chakula, hakuna uga. Mimi nikupatie. You have to come.
Nimechoka kazi, nimetoka kazini, nimechoka. Jioni nikuje, chukua koti yangu, nikitoa koti chukue nikelea mahali pazuri. Nisalimie, umekuaje, umeshindaje? Pole na majukumu. Bwanangu, pole na majukumu. Naonekana mchofu. Haya, acha nikupatie maji ya kunywa. Tuma kwanza, si vita. Hata ulitoka asubuhi, hata hukutuachia kitu, naona sasa hata hatujakula, hata leo utalala hivyo. Nikiwa pasta utalala hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipatie hizo microphone zingine hizo. Nipatie mic. Hii department nataka kuangaliwa kutoka leo na macho tatu. Ule tutikolia ule Wakikuyu ndivyo wanakuaga hivyo, kwa sababu wale wa Nyeri akijishika hivi, no bwana nabebelezwa. Hata kama unajua I am the man, yes, ni mimi ni bwana yako. Hakuna siku itabadilika, na ile pesa nimetengeneza kwa sababu yako. That's why I'm going to work, because I have children. That's why I'm going to work, because I have ABCD. Do you get me now? So nipembeleze. That's the ego that is in us. The same ego God has. God is man. He's a man. Unangi kale kijana kako kale mvulana kako kadogo. Ukikambia kafanya unaona kana liga kanajifanya hata kasiki. Lakini kamwambia John, nitakuletea kitu. Mom, naona mpaka kanakuja hapa kwa mguu kana kushikashika. Ndio unaona wanaume wengi hawapendi wa baba. My sons will not come to me, they will go to their mother, because wanataka mahali wataonekana ni wanaume. Unajua mimi hapa nawaambia wewe, kaa chini. Sasa amefika 18 years na mwambia kaa chini ataniondokea. Lakini akienda kwa mama anambia baba umekula. That's how God, we need to pamper God. Unampampa, unampatia maneno mazuri. Before si kumrukilia kama baisikeli ya kuiba. Hapana, ni kumpampa, unamwapia maneno matamu mazuri ya kitu kizuri. Lakini kwa sababu wewe unataka miracle aliyokigwa kemwe. Nena neno moja tu na Mungu atatenda mbinguni. Unajua mimi nitanena kwa sababu hujui kule nimelala nikimubebeleza ananisikia. Mbona wewe usifikie hiyo level? Ungangane umubebeleze mpaka akusikie, ukimuitisha inakuja. Mimi hakuna kitu leo hivi venye pale nimelala kwa kichaka. Nimetoka kwa ndege straight nikaenda kichaka ya Gong. Kutoka kwa ndege straight nimelala kwa kichaka. Nimetoka huko gari ziko nimebadilishia nguo hapa. Kwa nini? Nilienda kubebeleza huyo mzee. Nikampepeleza, nipatie neno la kufundisha watoto wako. Baba, ninajua wewe ndio, hakuna baba mwingine niko na wewe. Hakuna si kumwambia anipatie gari ama anipatie pesa ama nini. Hapana, nilimbebeleza tu nikamwambia ninaenda kufanya kazi yako. Nifundishe tu venye nitaenda kuwafundisha, maana sina uwezo, sina neno hata moja. Si mimi sina, lakini nakuomba tu unisaidie niende, nikifika huko nipate neno ya kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu akaniambia ukiingia tu hivi kuna msichana atakuwa amekaa mahali fulani na hako na kefini. Na huyo ni lesbian, ni LGBTQ. Sasa nimekuja hapa nimeangalia nikaona ndio yule. Nikajua I am in my position sasa. God ukiona sasa Mungu amekupatia hivyo, unajua today it is the day. Hakuna kitu naweza kukosa kuitisha hivi niitishe. Sahi hata nimwambie nipatie Mercedes ananipatia. Because nimefanya wito wake. Nimefanya his own plans. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Lakini sasa Wakikuyu wakiomba Mungu, unaisikia Mkikuyu akiomba Mungu. Baka anatetezanga Mungu na Mungu, "Kai! Wewe kai! Ndiye tangu kai, ndiye mayakai, wakakote ndiye kutikana na wewe, ndiye leo kwenda watakuja na kaoje nake."
Kama jamaa mwingine alikuwa mwambia Mungu, usipokuja utajuta, utajua ujui. Utajuta. Mungu anakuambia wewe kwenda huko. Anakumaliza na analeta watu wengine kama 20 kama wewe wazuri. Number 6 nasema, upon you I have leaned from before my birth. From before? Upon you I have leaned from before my birth. You are he who took me from my mother's womb. Unaona sifa? Kocho. Huyu mzee hajaitisha kitu. Hajaitisha. Na sasa hii ungekuwa hiyo story yote tumepiga, ungekuwa umeitisha Mercedes, Caria, Linakanta, Limakae, Kantoria na Masaka. Unipatia Linot na Caria, iliyo na Caria na baisikeli na kuta. Limakaya Teria. Hata nikumbuke kuku zangu zitake mayai mpaka ziende kwa neighbor. Sasa hizi ungekuwa shamaliza hiyo kazi yote. Lakini huyu mzee hata hajaguza kitu ya kuitisha, hajaitisha. Because there is a way to approach God. There is a way to go closer to God. And in that way you go closer to God, you conquer the Spirit of God. Because unayeyusha moyo wake. First of all, before you do anything, yeyusha moyo wake. Let him come. Unapomsifu, when we worship God, he comes personally. Bwana Yesu asifiwe sana. But when we pray to God, he will send somebody. Did you know that? When we worship God, unapiga magoti, unamlilia, unamworship, unasema, oh my God, only you I worship. You are the King of Kings. You are the glory. You are the Lord of Lords. There is no any other God. You are the King. There is no other. Unamworship. That's worshiping him. He will come personally. He comes. He doesn't send anybody. Mungu, ninakuomba utusaidie tuweze kununua ploti hapa. Na hii nyumba Baba tunataka kujenga. Wataona jua. Utupatie pesa na utuletee matajiri walete. Atatuma anabiaga si hata malaika. Ule msichana wa kufagia nyumba. Hebu sikia nani yeye anapiga makelele hapo. He will not come. And that is why you have failed. That is why umeomba, nothing is working in your life. From today, stop asking anything from God. Stop completely. Hata kama the situation is in dire, uko mgonjwa, uko na umaskini, watoto wako, stop completely. Forget about them. Go down on your knee. Worship him. Ulale uko mwage machozi, ukimwabudu kwa nyimbo za sifa, kwa maombi ya kumsifa. Mutilie sifa kocho. Atakuja personally. Solomon alikuwa kule mlimani, akamwabudu Mungu na ng'ombe 100,000. Alipoenda kulala Mungu alimtokelezea. Na alipomtokelezea akamuuliza, niambie unataka nini kupatia? Alianza na nini? Baba, ninakuabudu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna aliye na uwezo kuliko wako. You are the King of Kings. Hata Baba nakuheshimu kwa sababu hata ya kufanikisha baba yangu akakalia kiti. Asante Baba, maana vyote vimefanyika kwa upendo wako. Kila kitu ninakuomba tu, ile nataka unisaidie, unipe hekima nikaokose watu wako. Hiyo tu. That's the only demand he meant. Unipe hekima nikaokose watu wako. And God gave him even everything that he didn't ask for. And that is how and what we need to do. Wacha na maombi ya kuitisha. Unaandika listi mrefu ya dimadi, kijiko, sufuria, kroko na nini, na dawa ya kuua kuguni. Zote umeziweka kwa listi. Unaomba Mungu akupatie dawa ya kuweka kuguni. Hata ule mtu na ule wa kuua mende na suya. Haongeagi na wewe. Hata kwenu na hama siku hiyo kwa sababu hiyo ni ujika. Mungu anaambia mtu amede na suya. Najua ule mtu akuuza dawa ya mede. Dawa ya mede krokoch na suya inaua mara moja. Dawa ya mede krokoch na suya ya kuua mara moja, na kama huamini ulete tujaribu na wewe. Hiyo
mtu anahamishwa. Kwa sababu ulienda kuwekea kuna kwako kuna dhuya, kwako kuna krokoji, kwako kuna no, you don't give God demand. God knows what you want even before you open your mouth. God is a jealous God. Anataka umwabudu. That is why he created you, that you worship him. Malaika makerubi na maserubi wamepiga wamesujudu miaka na miaka wakiwa na malaika mamilioni, wanaabudu Mungu, wanasema unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Mungu unastahili kuabudiwa. That is their life from morning to evening. Wanaabudu Mungu, wanamuworship. Unampamba ukamuthaitha ukamutureria maru ukathaitha Ngai tigo thikomo heitumi tebabaririkana uyu wako kuma muthuri wako akua mama nini rode mandunyira mugunda ningekuwa Mungu ningekuwa nateremka na kiboko unanisumbua unfortunately mimi kizungu baba nilikana desiko anawagira wendo ya muthuri watumia adigwa na niwe woragira muthuri wewe ndio liua wewe ndio lijipeleka alafu kwenda kaambia mimi wewe kama umeua huo na mimi si utanimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor you don't need to demand from God. You need to worship God. Just worship him, mama. Worship him for those boys and the daughters you have. Just go and worship him. Stop those demands you've been making to God. Wacha hiyo ati lamentation Mungu. Tangulini. Mungu tangulini. Baka inakuwa sasa kumutishia. Mungu tangulini Mungu. Mungu tangulini. Cha ujinga. Tangulini utakufa na usikwe na dunia iendelee. Na hakuna kitu ataona kimefanyika. Hata jua nikuambia tabia kuna watu karibu 10,000 wamekufa na wamezikwa. Hataki kujua hesabu ni nani alikufa. Na life inaendelea. But when you worship God, he knows you by name. When you worship him, he knows you. Anasema angalia Consolata ni nini anataka. Angalia Mwaneki anataka nini. Angalieni weneni mkamshughulikie. Because umemuworship mpaka ukayeyusha moyo wake ukayeyuka. Hallelujah. Mwambie neighbor lazima ubadilishe leo. Kwa Mungu hakuna mang'aa. Mwambie kwa Mungu hakuna mang'aa. Mwambie akisikia. Mwambie kwa Mungu hakuna mang'aa. Mwambie mwangalie. Mwambie kwa Mungu hakuna mang'aa. Kwa hivyo mwambie wacha hiyo mang'aa. Hata he doesn't care about you. He doesn't care. Atamaliza Kenya mzima, si alimaliza kwa Sodom na Gomora. Aliwacha kuitwa Mungu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Wacheni Mungu. Hallelujah. Acheni Mungu aitwe Mungu, maana ni Mungu. And nothing you will change. Makerubi wako wakumwimbia. You are useless. Makerubi na maserubi wako wanamwimbia. Malaika wanamwimbia kila siku asubuhi, saa hizi wanamwimbia, wataendelea kumwimbia, watalala wakimwimbia, miaka yote wanamwimbia. Sasa wewe ni nani? Wewe ni nani? Hawa aendagi choo, wewe unaendaga choo. Wewe ni nani? Tafuta namna utengeneze urafiki na Mungu. Na kutafuta, make him a friend. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Aya, kama boye kile nini? Kai, mnimepoeka na mimi. Oh my God, it is teaching me. Hata mimi siko najua hii maneno. Inanifundisha. Unajua wahubiri wale wanatumia kwa na roho. Wanasomeaga hapa kama nyinyi. Hata mimi nataka kujisikiliza. Ndio nataka mkodiro akae soba. Lakini sasa ukimwacha kidogo siku mbili atakuja nikirudi kama amekamata kakitu. Mwenzako alienda? Mlevi mwenzako alienda? Alikuwa pale.
Anakwambia Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, lakini harufu anatoa unasikia ni kama choo iko ndani yake. Unamvumilia tu kwa sababu ni mtu. Uone kama atachange. Lakini kesho atakuja saa 8 kwa sababu alienda akakunywa baka ikamkunywa. Upon you I have leaned. Verse number 6. From before my birth, my praise is continually of you. What? My praise is continually of you. Hakusema ati sasa neto huroke neto hoi neto si kuopa. Now I'm not training you kuopa. I'm not a mtu wa kuopa. Mimi si maskini. Wale watu wa kuopa ni maskini. Kama wewe ni mtu wa kuopa, wewe ni maskini. I'm training you how to worship God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ile tohoyeta hii. Yeye ni todo epua. Basi wewe unaenda kuopa. Sio nanga kichokola kikunagi zaidi unakiambia weda. Ushakutana kichora kinakuita mama. Unakiambia enda kwa mama yako, mimi si mama yako. Kinakusubua kitakuja, ukienda hivi kitakuja, ukienda hivi hivyo ndivyo Mungu unaonekana mbinguni. Kama wewe ni mtu wa kuoba, unaigwa. Sisi wa Kristo si watu wa kuopa. Sisi wa Kristo ni watu wa kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi si watu ate hoyete. Nataka kusikiliza tu niambie statement ya kwanza. Tumeomba. Tumeomba. Mimi nakuondokeaga pole naenda. Sababu najua this is a beggar. Na huyu amekuja kuniagusha. Huyu anakuja kunirudisha huko kwa umaskini. I'm not a beggar. I'm not maskini. I am a worshipper. And when you worship God, he told Solomon, he gave Solomon even that which he had not given him. Anything Solomon never requested for anything apart from one thing. Wisdom. Who is the richest until today? Solomon. He never asked for it. Baba nisifukulie kazi. Nimechoka kuishi maisha. Baba! Kwenda huko. Asa nalilia nani? Mungu nitondikea. Mungu nitondikea anasema I never share glory. Nie de gai wewe iru. Mimi ni Mungu anakuanga na wivu. Sasa unacheza na mtu ako na wivu. Ati anasema ni you either follow me or I kill you. Na ajali na anakumaliza na una meso na dunia. Na hiyo story yako inaisha. Na inaisha aje? Hivyo. Na tunaanza ale mwega. Pastor akuja teri oshoke teri. Na kwa muhu oshoke muhu. Hiyo muhu inatokaga wapi? Julia umesikasika watu. Hii muhu inatokaga wapi? Teri oshoke teri na muhu oshoke muhu. Hiyo jivu. Hapana, si tumesema mchaga irudi mchaga na majivu yarudi majivu. Hiyo majivu ni gani? Tuambie wewe muhonoki wenu, muhonoki muno. Hiyo ni majivu ni gani? Inatokaga wapi? No, tunazika. Si unasema ni kaburini. Tunarusha teri oshoke teri na muhu oshoke muhu. Hii muhu inatokaga wapi? Muhu ni gani? Jivu. Ni jivu, kuna rukogo na kuna jivu. Teri oshoke teri, rukogo mwene ni rukogo, utweke rukogo, oshoke rukogo. Na gwa muhu oshoke muhu. Hiyo kitu naifanya research, nataka kujua hiyo imetoka wapi. Ama unakuanga jivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuja kujifundisha kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka leo inua mkono wako kama utaacha kuomba Mungu. Sitaki watu wa kuomba Mungu hapa. Mungu si wa kuomba. Mungu ni wa kuabudiwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia Mungu nisaidie kujua kuabudu. Mwambie God help me. Nisaidie nijue kukuabudu. Nijue kukuabudu. Only that is all we need. Ukimwabudu Mungu kila kitu inakuja. Hebu leo kwa sababu nataka sitaguza mtu na kuna mtu itaombea leo. Nataka wale watu wa worship mshike microphone vizuri. Watu wa hii keyboard, sijui na yeye keyboard nimesikia, sijui kama ulipitia huko. Uliwasalimia? Okay. Mkamate worship, nataka worship. All of you. Kama ukiweza kulala chini, ulale chini. Ukiweza kupiga magoti, upige magoti yako chini. Ukiweza kusimama, the way God will help you to do it. Tuende 1 hour worship. Na sio tule tulibo tunusu. Unajua mama wa Kikuyu wanaibaga inakuwa one stanza ya 3 seconds mpaka mtu wa keyboard anachanganyikiwa. Unasikia Kiswahili ameruka Kiswahili, amerudi Kikuyu, ameenda Kijaruo, ameenda nini, within second bili imba mwisho, imba wimbo ifike iende kama vifungo ngapi, kama 3 vizuri malisa. Nikasikia siku nyingine ni mnaruka kamoja na kuitisha microphone. Natuma mtu muitisha microphone. Sababu unachanganya huyu na huyu, hawa wanategemea huyu sana. Hii ndio inafanya kama wanaimba vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu umemchanganya. O malo Jesus, o malo Yesu, yo malo. Yesu nemejanya. Yesu katakawaya. Baka mtu wa keyboard ameenda katakawaya, amerudi chini, ameenda kwa Wajaruo, ameenda kwa Waluya, hata unaona tu amekuangalia na waangalia tu hivi. Muendelee tu. Complete. Chukua wimbo mzima. Worship until the Lord comes. Kama unajua hauwezi kucomplete, wacha kuguza microphone. Wachana nayo. Don't lead people. Katatigo. Ndio mtu najua worship is led. Worship is guided. Umeona? Na haiwezi kugaidiwa na tushoto tusanza hito tukuota mara hapo mara sasa hiyo nimeinua mguu Kiluya. Mara moja narudishwa Mkikuyu. Mara moja nakuta nimeanguka chini. Rhythm inapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Today I want us to worship God. And anybody, if you have a disease in your body, haitoki pale. Haitoki pale. If you have a challenge in your life, haitoki pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ujui kuabudu kwa maombi, just sing. Just sing. Kama ujui kumulilia Mungu, kumwabudu, kumusifu, kumuinua, kumwekelea kwa mesa, kumuletea vitu vizuri. Anakula vitu vizuri. Don't do it. Just sing. Worship. Ufuata ule wenye anaongoza. Lakini kama unajua kulikira kwa maombi ya kumwabudu Mungu, wewe uigie tu, uzame mpaka uende mpaka dunia ya 7, ulimwengu wa 7. Kuna kuzama mpaka unafikia. Unajua kuna levels, kuna the first heaven, second heaven, third heaven, fourth heaven, fifth heaven, mpaka the seventh heaven. Upenye mpaka ufike seventh heaven. Utakuja na bagi, utakuja na mabagi hivi. Utakuja na mabagi umebeba za mabaraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. That is where today I want us to get into. Vipawa vitashuka, watu watadhia marika ataya. Linaye kelia na pikipiki na baisikeli kelia zitakuja hapa leo. Mtumia aligo pastor no pastor kweli. Imagine ndio pastor. Digwete. Ndio uje. Vio. Uo na tagwete. Yeah, na mbeba na ndege. Nikustiraha ya kubeba na ndege. Verse 7 tumalizia hapo. I have been a portent to many.
but you are my strong refuge. Ati nimekuwa mtu dhata kwa watu wengi, lakini wewe tu umekuwa refuge yangu. Unaona? Hivyo mdhuri hiyo anaigua atia. Hivi kutoka hapo tumeanza. Huyo mzee anasikiaje? Mpaka hapo tumefika. Yaani mpaka unamwambia atoya magu maana makanyo na dhata. Wananionanga wanaona tasa, lakini wewe tu baba naonanga mtu. Unanionanga nikiwa mzuri. Najua hapo ameweka dimadi. Hivyo ndivyo Mungu anadanganyagwa. Unamwekea dimadi na kakitu from back door. Unajua wewe ni dhata, lakini naambia hawa watu wote wananionaga ni dhata, lakini wewe hujawahi ona dhata. Mungu anasikia hivyo, nasema wewe mpelekeeni asijue. Mpelekeeni haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the greatness of loving God, the greatness of worshiping God, the greatness of seeing the power of God. My mouth is filled with your praise. Verse 10. Netani. Verse 8. My mouth is with your praise and with your glory all the day. My mouth iko na praise yako tu all day and your glory all day. Umesikia maombi hapo? Wewe mahoi hao. Umesikia maombi? Hakuna maombi. Mungu! Mungu! Kai. Sasa mpaka Mungu anajidwa. Hii ni nini sasa hii? Hapa ni praise tu, kumuinua Mungu, kumsifu mpaka anasifika. Hata yeye anasikia, hey, yes, anakuja. My children, what do you want? Tell me what you want. Unaona tu baraka zinakuja. By the time tumalize kuworship, utasikia nywele zako zote zimesimama, utasikia magoosebump kwa mwili, maana malaika watakuwa wameshuka. Na wakishuka, wanakuja wanakuangalia, wanajua huyu mama anahitaji. Wanakuja wanakujukana na binocular, anaangalia mwili wako, anaona mgonjwa hii ni mgonjwa hii. By the time akitoa hiyo binocular hivi, unasikia kitu kimetoka, unasikia kaida igwada hodha kaya. Ni nini? Kwani kumefanyika nini? Kai. Hii. Na hukuomba. Hukufanya nini? Ni kumwabudu tu. Tumwabudu tu peke yake. Tumwabudu peke yake. Do not cast me off in the time of old age. Forsake me not when my strength is spent. Forsake me not when my strength. Na hiyo si sasa anasema nikiwa mzee. Forsake me in my old age. Ameweka ya miaka mingi. Unaona huyu mzee ni mchaja. Anaenda kiweka. Ameenda kiweka ndani. Anaficha kakitu hapo. Keki sasa ameweka mpaka ya old age. Hapo. Amesifu mzee. Anaweka old age. Anasifu mzee. Anaweka health. Anasifu mzee. Anaweka hapo. Yasa mzee anaachiliaga vitu zote. Manielewa? Anaachilia kila kitu. Tio kaka haha ajalia kiwa kemwe. Ayagiwa kemwe wewe. Hiyo kiwa yako